tena na tena na tena. Mambo yetu tumepeana kwa RAIS. Tumepeana hoja zetu, zingine tulipeleka kwa Murkomen, barabara zote, hata barabara ya kutoka hapa kwenda Mbaria na kutoka Muungania kwenda upande wa Mbaria na barabara za hapa zote tumepeana na tunaamini ya kwamba zitatengenezwa. Bwana asifiwe. Nataka kukushukuru RAIS kwa sababu ya vile umetutendea mambo makubwa. Umetupatia bilioni 1. 500 million tumepeleka Nyambene. 500 million Meru. Kwa hivyo sisi ni kusema Mungu akubariki sana. Hawa wananchi unaona hapo wakabati kaende, sisi tumekula ile pesa ya Hustlers Fund. Ile na tunalipa. Tunakula na tunalipa. Hata mimi nimeuma mara 3 na nimelipa. Kwa hivyo tunataka kusema ni asanti kwa sababu hiyo pesa imesaidia wananchi wa hapa na imesaidia mahasula kujiinua kidogo kidogo. Mheshimiwa Rais, nataka kusema hivi nikimalizia ndio nimkaribishe naibu wako, ndio kwa sababu kumekuwa usiku na hata kama ni usiku Rendikiri amesema mnaweza kulala tu, hakuna shida. Sisi hashina shida na wageni, mtalala tu. Hizi story za title deeds upande wa boda yetu ya Meru na Tharaka Nithi County tuko na matatizo kidogo. Kama vile Mheshimiwa Kirema amesema, kuna ripoti ambayo ilipeanwa na Zakari Ogongo ya 2007-2003 hapo. Na hiyo report, hiyo commission ilitengeneza ripoti mzuri ya kuonyesha ni hapa, mpaka wa Meru uko hapa, hii ni ya nani, hii ni ya nani, hii ni ya nani. Kama hiyo ripoti inawezwa kuwa implemented, shida yetu ya title deeds, especially upande wa Tharaka na Meru na upande wa Igembe na pande ile nyingine, itakuwa imewekwa katika shimo la sahau. Mheshimiwa Rais, napenda kusema ni asanti sana maana umetutendea mambo makubwa. Naomba kitu moja tu kwa sababu sitaongea. Na tunataka kukuja huko, umeona sisi na MCS wetu pamoja na MPs tumekuwa kitu moja. Na asubuhi kila MCA alikuwa na file yake, amebeba shida za kwake. Nikawaambia hapana, Mheshimiwa Rais leo atatupatia date tukuje kwake kupitia naibu wake, tulete shida zetu tuweze kuongea tukiwa tumeweka kwa meza, kwa sababu tukisema ni kuongea itafika mpaka usiku. Mheshimiwa Rais, nataka kukuambia ni asanti, karibu tena na tena. Meru tunakupenda, tunakuombea. Mambo ya masufuria na vitendawili hatutaki. Sisi tuko kwa serikali ndani kabisa. Asante sana Mheshimiwa Rais. Asante sana Madam Gavana wetu. Antu wetu, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Yangu ni machache kwa niaba ya hawa viongozi wengine wa Meru hapa. Rais na naibu wako, tukuambie asante pia kwa yale mengi mnaendelea kutufanyia. Tunashukuru, tutaendelea kuunga serikali mkono na watu wa Meru wako na raha. For the first time there is that semblance of equity in the manner in which you've been able to arrange the various positions within that reflects the face of the Meru people. Kwa hivyo tunashukuru. Ya mwisho niseme pia mimi, sababu nimezaliwa hapa na pia ni kiongozi ambaye nimeishi area hii kwa muda mrefu. Your Excellency, jana tuliongea na viongozi na tulikuwa na waziri wako hapa Owalo na akatufanyia mambo mengi. Tunasema ya kwamba na yale watu walituambia kiwajani, wananchi wakati wanapopiga kura na kufanya uamuzi, wanafanya hivyo wakijua ya kutakuwa na kiongozi ambaye wamemchagua. Na yule yeyote anajipeleka kwa uchaguzi lazima aelewe anaweza shindwa ama ashinde. Walituambia tukuambie wewe walikuchagua na ukashinda. Yule mwenyewe ambaye alishindwa, wale wengine kwa vita vyote walitulia na wakarudi kazi zao na wakasema hii story ya mambo kuongea ya mambo na huyu mzee
wasahau, tusahau, sababu utakuwa ni mzaa kwa watu wa Kenya kupiga kura alafu ulete funjo ili uweze kuwekwa kwa serikali. Wamesema hapana na hawataki kusikia hiyo maneno, na ndamwape wamekuambia pale Ruide. Kwa hivyo wewe usiwe na wasiwasi. Ya mwisho, wacha niseme ya kwamba watu wa Meru hapa, rais wetu, kuna ule mpango ulisema tuwapange, lakini watu hapa nawaambia muendelee kujiandikisha kama wakulima ili muweze kusaidika kwa mipango ya serikali, sababu ni wakulima tunataka waongezeke. Kwa hivyo my good friend, asante kwa niaba pia kwa ile mpango umeleta TAITU. Rais, hata mimi hapa niko na kasehemu, hata mimi nitapata KAITU hapa, sababu mimi ni hapa. Karibu Mheshimiwa CS Lands. Thank you very much. Thank you sana. Excellency the President of the Republic of Kenya, Excellency the Deputy President, my colleagues in the cabinet, all other protocols observed. Yangu, Your Excellency, ni kukushukuru sana kwa sababu ya kuweza kuja hapa kutimiza yale ambao ulielezea wananchi wakati ulipokuwa ukizunguka. Tuko hapa, Your Excellency, kwa sababu tunataka watu wa hapa Meru waweze kuwa na hati miliki, na ni jambo ambalo nataka kuhakikishia Your Excellency, vile ulivyotuamuru tuende kokote hapa nchini kupeana haki miliki kwa wananchi wote ili waweze kujikuza kimaisha, waweze kukuza mahala ambapo wanaishi. Kwa hivyo Your Excellency, we want to thank you. Kuna haki miliki ambazo tutapeana hapa, na sasa nataka nimwalike His Excellency the Deputy President ili aweze kuja aongee machache na aweze kukualika. Asanteni sana. Kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, Gavana wetu Kawira Mwangaza, mawaziri wetu, viongozi, andu wetu, mugeni kairi, andu abore muriega, muriokuwa andu a nyumba itu, no muyumiriirie, ni mwona njamba itu, ino yetagwo Ruto, ni inyu mwamithurire kuringiririo ka kwiyendera, ni igana mamuthurire ni kwiyendera. Rais wetu, karibu hapa kwetu nyumbani. Mimi Mheshimiwa Rais, mamangu mzazi alitoka hapa Bore hapa Kiperesha, akaenda akaolewa huko Nyeri. Kwa hivyo mimi misizi yangu ni hapa Meru, na saa ingine unaona mimi natoa ukali na makucha, ni ile damu ya Meru ndio iko hapo. Kwa hivyo Rais, tunakukaribisha hapa nyumbani. Hata kama sina shamba kama Linturi, nimemwambia Redekere anitafutie eka 10 ninunue ndio nianze kutrace watu wetu hapa. Andũ aitũ muri okuo, tutiage ukana jambe no mukuga ni mwatwikire wega. Ithe muti atwikire wega na kwari uhoro wa ma tutiare handu hega, tani madari handu hacheke. Andũ aitũ kuma ngoro yakwa thĩinĩ amũkĩra ngatho ciakwa. Rais hawa wangwana walitutenda mema na tuna shukrani. Walituombea wakatupatia kura 100%. Na hao watu wa Meru ni watu wa msimamo. Na ndio wiki iliyopita Rais, unajua sisi uchaguzi uliopoisha, watu viongozi wa hapa Mount Kenya walirudi kwa kazi. Sasa bila kujua, huyu mzee kitendawili akashikana na vibaraka yake hapa Munya, Mwangi wa Iria, nani, wakatafuta hii vijana ya vikundi ile haramu, wakatuma watu 20 kulete furugu hapa. Ndio tulikaa kama viongozi hapa, tukasema hii Mlima Kenya, sisi ni watu ya bidii, ni watu ya kutafuta mali na kuchunga. Mambo ya kuharibu mali, rais wetu, sisi hatujui. Tangu zamani watu ya Mlima Kenya kazi yao ni kutafuta mali, kutafuta na kuchunga. Kweli ama uongo? Ndio hao viongozi wote wamerudi. Jana hakuna ngwe katika Mlima Kenya.
Na nyinyi watu ya magazeti mlikuwa mmeandika juzi ati Gachagwa's Mount Kenya backyard rocked with the protest. Sasa muandike hii siku 2 hakuna kamekanyanga. Siko namna hiyo. For us to be fair. Kwa sababu walikuwa wanaona kama ni kitu kikubwa sana. Rais, kwa nini hapa hatuwezi kubali maandamano? Rais Uhuru Kenyatta alikuja hapa na mtoto wetu. Na tulimpenda sana. Tulimchagua. Hata hakuja kutuambia asanti, tukamchagua mara 2. Alipotuambia tumfuate kwa hiyo mzee, tukamwambia akwende. Kweli ama uongo? Kwa sababu sisi tulijua huyo mzee tabia yake ni ya fujo, maandamano, uhalifu, mauaji na kuharibu mali ya watu. Ndio tulikataa Raila Odinga. Sasa tunauliza Raila Odinga, kama sisi tulikataa wewe na tumeambiwa na Uhuru Kenyatta maandamano ya fujo, tunaweza kubali? Kwa hivyo sisi tumesema hapa katika area hii, tukiungana na Wakenya wengine, mtafute pahali lingine ya kwenda. Hii ni pahali ya amani na maendeleo. Na isitoshe, hii Mlima Kenya ni bedroom ya William Samoei Ruto. Na kwa hivyo viongozi, you have a responsibility kuchunga hii bedroom. Tumekubaliana? Hii si ni bedroom? Hapa tumekubaliana na viongozi. Kama mnataka kwenda pahali lingine, you go elsewhere. This is a no-go zone for Raila Odinga na vibaraka wake. Na mimi ningetaka niseme, tunaona aibu sana watu kama Munya, mtu alikuwa waziri, akitumiwa kuja kufuruga amani nyumbani. Mlichagua yeye governor miaka 5. Anatakiwa akuje hapa kusema asanti kwa hiyo miaka 5 kuliko kuja kuharibu amani. Na rais wetu unapenda hao wa Meru. Siku huyu governor amechaguliwa, kumekuwa na mzozo. Umeniita ukaniambia hutaki furugu katika Meru, kwa sababu ukiwa na shida wa Meru hata faidika kwa serikali yako na ungetaka wasaidike. Nikaita huyu governor, MCAs, MPs, tukaweka amani na governor, senator, na shukuru nyinyi. Mimi nataka mkuwe waangalifu. Hivi juzi kulikuwa kumeanza kuwa na maneno kidogo. Mchunge. Kati yenu huyu Munya anaweza pitia nyuma kukoroga nyinyi. Mchunge amani yenu. Tumekubaliana? Kwa sababu hataki Meru vizuri. Angetaka Meru iharibike ndio a police masters wake wale walikuwa wamemtuma hapa Meru. Nitwale kanena andũ aitũ. Nimũkuwa na maendeleo kana maandamano? Mũndũ ũcio athiĩ kũrĩa kwao Bondo nĩguo? Nĩguo mwauga? Nimũkũgitĩra gũkũ kwa mũthamaki ũyũ? Pio. Inyuĩ nĩ njũĩ mũtirĩ itherũ. Rais vile umesikia hii mjumbe wa Igembe akisema hawa Meru ni watu wazuri lakini si wazuri sana. Akikwambia nitakukata na panga, tayari damu imetoka. Kwa hivyo wewe mheshimiwa, tulia kidogo. Hii maneno ya mapanga sasa, pole. Hapa tunataka amani, tukae na njia mzuri. Atimia mwekuo. Ni mwegemi. Mutikiruga rwa mbere. Rwa kere. Rwa gatatu. Rwa kana. Rwa gatano. Aya, tafadhali tuketi chini tafadhali. Viongozi wote, Bwana Deputy President, Governor wetu, Senator, wabunge, ndugu wananchi wote wa hapa Bure, ya mjambo. Totu wa Mogeni kaire. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivi nione hewani. Asanteni sana. Watu watoto wa mimi, nataka niwashukuru sana. Nilikuwa hapa kabla ya uchaguzi. Hata ingawaje tulikuja kama imekuwa jioni, lakini niliwaahidi nitarudi tena. Leo Mungu amefanya vizuri, nimefika tena Totua hapa. Na nimekuja hapa makusudi kwa sababu tulikuwa na maagano ya kwamba mambo itaenda vizuri na nirudi hapa. Na nimerudi hapa kwa shughuli ya mambo ya maendeleo.
Na kabla sijasema mambo haya ya maendeleo, mimi nataka niwashukuru jameni kwa kura zenu. Watu wa Tutwa na Buri na Meru, asanteni sana kwa kura zenu. Mimi nawahakikishia ya kwamba serikali ya Kenya itawafanyia kazi mpaka mfurahi. Leo tumefika hapa kwa sababu ya barabara. Nilikuja hapa Ruirie nikaambiwa ya kwamba barabara hiyo kwenda mpaka Meru imeharibika mpaka Isiolo. Hiyo barabara ya kwenda Isiolo tumeikamilisha, nimekuja kuifungua. Nimeambiwa tena pale barabara kutoka hapo Ruirie kwenda Meru town tena imeharibika. Nimemwambia huyu waziri Murkomen hiyo barabara atafute pesa atengeneze, sitaki watu wa hapa wapate hasara. Na nimemleta huyu Murkomen makusudi kwa sababu hapa Meru niko na ahadi nyingi. Si umesikia ile mambo yote huyu Lindikiri amesema? Sasa hiyo hakuna kazi nyingine umekuja hapa kusikia na kwenda kufanya hiyo kazi. So waziri, pambana na hiyo kibarua, ni ahadi yetu kwa hawa watu wa hapa Buri na watu wa Meru. Hapa leo tumekuja pia mpango wa title deeds. Hapa tuko na title deeds zenu 5,000 ambayo tutapatiana hapa leo. Kwa sababu tulikubaliana ya kwamba ni vizuri tupange kila shamba ya kila mwananchi ipimwe vizuri. Zile mjumbe wenu wamesema kuna makosa hapa na pale. Mimi nataka nimwambie waziri Njeru yuko hapa, hakikisha ya kwamba title deed ya shule imepatianwa kwanza. Kabla ya title deed ya mtu yeyote kupatianwa, ya shule imepatianwa. Sinaelewana? Na kama kuna wakora, tuko na jeshi, tuko na polisi, tuko na NYS, tuko na KWS, tutawasomba, tutawakabiliana na hawa kabla hawajatuletea hasara. Ninyi mnanielewa? Hiyo watu yote tutakabiliana na wao. Tuko na jeshi ya kutosha. So msikuwe na wasiwasi hata watatusumbua, hawawezi kutusumbua. Wakora wote tutapanga hawa vizuri na tutawapeleka mahali wakora wote wanapelekwa. Ninyi mnanielewa? So title deed hizi, waziri mwenyewe yuko hapa, PS wake yuko hapa, na wale viongozi wote tutahakikisha kwamba title deeds zinapatianwa hapa ni title deeds ambazo hazina kasoro. Ya pili, nataka niwaambie watu wa Meru, najua bado kuna shida ya Meru vile mmesema. Lakini tumepanga vizuri kwa sababu pale mbeleni tulikuwa na upungufu ya wafanyikazi. Nimeambia wizara ya ardhi wakutane na wizara ya fedha na watu wa public service ili tuajiri valuers watakao tusaidia katika hii mpango ya title deeds, wengine 100. We are going to hire an extra 100 valuers to make sure hii project ya titling ya mashamba inafanywa vizuri bila ya makosa, bila ya kasoro, ndio wananchi wote Kenya kila mtu apate hati miliki yake. Nimekuwa hapa Isiolo kwa hiyo kazi. Mimi nitarudi hapa Meru tena. Kabla ya Disemba mimi nitakuwa hapa. Kwa sababu tayari tumepanga karibu hati miliki 80,000 ya watu wa Meru. Na mimi nataka kuzileta kabla ya Disemba, tutakuwa hapa tena. Alafu tutapanga hiyo ingine mwaka ujao na hiyo mwaka ingine na hiyo mwaka ingine ili tutatue kabisa shida ya hati miliki hapa Meru, because it has been a chronic problem ya watu wa Meru kwamba title deeds zao ziko na matatizo. Lakini mimi nataka niwahakikishie that is one item I want to sort out, na serikali ya Kenya itahakikisha ya kwamba mnapata hati zenu za kumiliki ardhi hapa Meru, ndio kila mtu ajipange na kipande yake. Ya pili, kama wa Kenya tumekubaliana ya kwamba hii Kenya itabidi sisi wote tuungane ili tuibadilishe. Na vile niliwaeleza, tuko na mpango ambayo tulikubaliana na nyinyi. Ya kwanza tulikubaliana ya kwamba watoto wetu wote wasome. Ni kweli ama si kweli? Na tulisema tunataka watoto wakienda shule wakute kuna walimu. Niliwaeleza
katika manifesto yetu ya Kenya Kwanza na UDA tulikubaliana ya kwamba tutaajiri walimu ambao hawajawahi kuajiriwa Kenya. Mimi nataka niwaambie, before the end of 1 year, we have hired 55,000 teachers in the Republic of Kenya. Kabla ya mwaka moja kuisha, tumeajiri walimu 55,000 kwa sababu tunataka watoto wetu wakienda shule wapate walimu na wapate elimu. Ya pili, tumebadilisha mfumo wa kuendesha mambo ya basari na mambo ya kusupport wanafunzi wetu wa TVET na wa university. Kuanzia sasa kwenda mbele, hatutakuwa tunapatia pesa ati grant kwa university. Hapana. Tutakuwa tunapatia scholarship kila mwanafunzi. Tuhakikishe ya kwamba watoto kutoka jamii maskini wanapata 100% scholarship wakienda TVET na wakienda university. Watoto wangu na warigiji hapo na governor na hawa wengine tutapatiwa scholarship kidogo, ile pesa nyingine sisi tulipe kwa sababu tuna uwezo. Lakini mama mboga na mtu ya bodaboda na wale wengine watoto wao wakienda university tuwapatie 100% scholarship, kwa sababu kupitia elimu ndio tutaweka usawa katika taifa letu la Kenya. Mtoto wa maskini na tajiri watakuwa sawa kwa sababu ya elimu. Mtoto wa mama mboga na rais watakuwa sawa kwa sababu ya elimu. Na tumesema katika zile sehemu kame katika taifa letu la Kenya, mahali saa zingine watoto wanakosa kwenda shule kwa sababu hakuna chakula, tumeweka katika budget yetu bilioni 5 ya kuhakikisha kwamba watoto milioni 4 wa Kenya waende shule na watapata chakula shuleni. Tuhakikishe kwamba tunaweka usawa katika taifa letu la Kenya. That is a commitment we made to the people of Kenya, and we are going to ensure that we deliver on that commitment. Ya pili, tulikubaliana vile vile ya kwamba kilimo ni ya muhimu. Ndio tumeweka huyu Daktari Mutunga kutoka Meru kama chairman wa mambo ya committee pale bunge. Ndio tumeweka huyu Franklin Mithika Linturi kama waziri wa kilimo, kwa sababu kilimo ni muhimu Meru na kilimo ni muhimu Kenya. Sababu hiyo ndio tumesema tunaweka mpango maalum kuhakikisha kwamba tuna support wakulima wetu. Mbolea ilikuwa shilingi 7,000 ya chai, ya kahawa, ya mahindi, ya ngano, ya viazi. Tumesema hiyo 7,000 mwaka huu tumepunguza mpaka 3,500. Mimi natangaza nikiwa hapa Meru na instructions huyu Mithika Linturi yako nazo. Tumesema from next week hiyo mbolea tunapunguza tena mpaka shilingi 2,500. Kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba wakulima wetu wa chai, wa kahawa, wa mahindi, wa ngano, wa ile mazao yetu yote wanapata msaada wa serikali kuzalisha chakula, ndio tuweze kuondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Vile vile pale kwa kilimo tumesema tunaondoa ushuru. Kwa mambo ya chai kulikuwa na ushuru, tulikuwa tunalipiwa milioni 300 kila mwaka. Tumesema from now going forward hakuna mambo ya ushuru kwa mambo ya chai. Tunaweka pesa katika biashara ama mazao ya kahawa. Hapa tunaweka pesa kwa KBCU Sagana na hapa Meru kufanya renovation, kupanga mambo ya kilimo ya kahawa na chai. Mambo ya wafugaji, hasa wafugaji wa maziwa hapa Meru, mimi nataka mgue tayari. Tumeungana na serikali ya Poland kuhakikisha ya kwamba mnapata milk coolers. Nikiongea na nyinyi saa hizi, PS wa Linturi ako Poland na officers wengine, kwa sababu kabla ya mwisho wa mwaka huu tutalete milk coolers 30 hapa Meru kusaidia wakulima wetu wa maziwa. Nilikuwa hapa kwa mambo ya maziwa Meru juzi na niliwaahidi wakulima wetu, kwa sababu tunataka kutumia kilimo kuondoa umaskini na kupanua nafasi za ajira na kuongeza pesa kwa mfuko ya wakulima.
ndio tunaweka pesa ya serikali to develop the productivity in our agricultural sector. Katika manifesto yetu tulisema tunataka kuongeza maziwa ile inapatikana Kenya kutoka 5 billion liters mpaka 10 billion liters, and we are going to support our farmers. Katika hii budget mimi nataka nishukuru hawa waheshimiwa wabunge, pia wameondoa ushuru. Kama serikali tumesema tunaondoa ushuru kwa ile chakula ambayo ni ya ng'ombe. Tuhakikishe ya kwamba chakula ya mifugo tunaondoa ushuru so that bei iteremke chini, mkulima aweze kuzalisha zaidi. Tumeondoa pia ushuru kwa mambo ya vaccines, ya mambo ya ng'ombe zetu na mifugo yetu, kwa sababu tunataka kukuza kilimo. Hiyo mpango yote tumeweka. Pia tumekubaliana ya kwamba ili kilimo iweze kwenda mbele zaidi, tuhakikisha kwamba kuna mahali tunaweza kufanya aggregation. Na ndio sababu hapa Buri katika Meru County government, Mama Kawira hapa na watu yake MCS wameweka milioni 250. Na sisi kama national government tumeweka milioni 250. Hapa Buri tutajenga County Aggregation and Industrial Park, mahali ambapo kutakuwa na storage, kutakuwa na cold room, tutafanya value addition, tutafanya agroprocessing, tutafanya manufacturing, tuhakikisha kwamba inapatikana ajira ya vijana, na vile vile tunaongeza dhamana kwa mazao ya wakulima na wafugaji wetu, because we want to develop the agricultural sector. Watu wa Buri tunaelewana? Hiyo mpango iko katika manifesto yetu, and we tayari kandarasi ya kujenga hii County Aggregation Industrial Park tulitangaza. Ilikuwa namba 4 katika orodha yetu. Nitarudi hapa kabla ya Disemba kuja kuianzisha rasmi, tujenge, ndio muwe na mahali ya kupeleka mazao yenu, mahali kuna storage, mahali kuna cold room, mahali tunaweza kufanya agro processing, ndio tuweze kuongeza dhamana, tujenge uchumi wa taifa letu la Kenya na tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Hiyo ndio mpango yetu kwa mambo ya kilimo, mbali na maji. Mimi najua mumesema katika sehemu hii muko na mambo ya maji. Tayari tumekubaliana wizara ya maji, jana waziri alikuwa hapa Embu, nitamtuma sasa akuja hapa Meru. Tumepanga maji ya Kidhino, maji ya hapa Buri. Tumesema tunajenga dams kubwa 5 ambazo zitaserve watu wa Meru, na zile dams zingine ndogo ndogo karibu 15. Tuhakikisha kwamba maji inapatikana ya ng'ombe zenu, ya mifugo, ya matumizi nyumbani, na vile vile ya irrigation, ndio tuweze kuzalisha chakula zaidi katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaambie watu wa Meru ya kwamba hakuna vile tunaweza kuondoa shida ya njaa bila ya kusaidia mkulima. Chakula haitoki sokoni, chakula inatoka shambani. Ama namna gani? Si ile iko sokoni imetoka shambani. Sasa wale watu ya kitendawili na sufuria kwa kichwa wanafikiria ya kwamba wakiweka sufuria kwa kichwa ati bei ya unga itateremka chini. Bei ya unga itateremka namna gani ukiweka sufuria kwa kichwa? Hata kama ni kwa dawa ama uganga ama uchawi, itarudi chini kweli bei ya unga? Si ni upuzi mkubwa sana? So mimi nataka niwahakikishia kwamba we are doing everything possible. We have a credible, practical plan on reducing the cost of living by supporting productivity and production of food in our country, because it is the only sustainable way of making sure that we eliminate the shame of hunger in the Republic of Kenya. Na mimi nataka niwashukuru wakulima. Wakulima wengi wamejitolea. Mimi nimeenda kufungua barabara hapo. Naona wakulima wengi hapa Meru. Muko na viazi njiani, muko na nyanya njiani. Nyinyi ni watu wa bidii. Mimi nataka niwaambie tutawashika mkono. Hiyo nyanya ambayo muko naye, hiyo County Aggregation and Industrial Park, ndio tutakutana hapo. Nyanya yenu sasa haitakuwa inaharibika. Tutakuwa na cold room hapa, mahali mnaweza kuiweka kwa miezi 2-3 tukingojea bei mzuri, ndio kila mkulima aweze kupata haki ya jasho yake. Tumekubaliana jameni? Watu wa Meru tunakubaliana tuendelee barabara hiyo?
Nimesikia mambo yenu ya stima. Hiyo kazi lazima tuwafanyie. Tuko na mpango hapa Meru tuongeze stima in the next 1 year. Watu 25,000 tutawaongezea stima ya watu wa hapa Meru County. Vile vile, nyinyi ni watu wafanyabiashara wa bidii sana. Na katika mpango yetu hii tumeweka katika budget, tumesema mambo ya manufacturing, mambo ya value addition itakuwa sehemu kubwa ya mpango yetu. Na tutasaidia wafanyabiashara. Gavana wetu amesema nyinyi mahasla mumepata karibu bilioni 1. Nyinyi watu wa Meru mko chonjo sana. Katika ile pesa tuliweka ya Hustler Fund, watu wa Meru wamechukua 1.2 billion. Watu zaidi ya 1560 wamechukua hiyo pesa, na nyinyi ni watu wa maana sana kwa sababu mnachukua hiyo pesa mkilipa. Sasa tumewaongezea bilioni 1 ingine. Kwa zile groups, wale vikundi na vikundi ya hapa Meru tayari wamejipanga. Watu 62,000 hapa Meru tayari wamechukua tena pesa zile za groups. Katika group tutawapatia kati ya 20,000 na 1,200 kwa group moja. Sasa mujipange, na hakuna title deed, hakuna nini, hakuna security, sio chief akuapprove, hakuna mtu ya kuapprove, sio mjumbe akujue, sio nani akujue, bora group yenu iko imara, mtapata pesa. Na tuko na pesa nyingi ya kuwapatia, nyinyi mujipange. Sawa sawa? Mkimaliza hiyo bilioni 1 nitaongeza bilioni 1 ingine. So jipangeni, nyinyi waheshimiwa MCAs, pangeni group zenu kule chini. Ndio kila mtu tuweze kuwezesha wafanye biashara, ndio tuondoe umaskini katika taifa letu la Kenya, na tuhakikishe ya kwamba kila mtu ako na uwezo ya kujisimamia. Mwisho, tumekubaliana lazima tupange ajira ya hawa vijana. Vijana muko? Vijana wa hapa Meru muko? Vijana, mimi nataka niwaeleze ya kwamba we have a plan ya mambo ya ajira yenu. Ile mpango ambayo wengine wanajaribu kupinga pale kwa finance bill ni kwa sababu tumeweka mpango ya housing. Pale kwa housing tunataka kupanga ajira 1,000,000 ya vijana wa Kenya. Pale kwa mpango yetu tumeweka mpango vile vile ya manufacturing. Na tumesema ile mambo yote ambayo inatolewa nje, sijui furniture, sijui samaki, sijui chuma, sijui simiti, ambayo inaagizwa kutoka nje ya Kenya, sasa haitaagizwa kutoka nje ya Kenya. Wa Kenya tutafanya manufacturing hapa nyumbani, vijana wetu watafanya hiyo. Mimi nataka niulize vijana wa hapa Meru, tukienda kuagiza kweli kitanda kutoka Marekani, sio ni ukumbafu kubwa sana? Ati kitanda, kutengeneza kitanda kwani inahitaji science kiasi gani? Si kutengeneza kitanda ni mbao na randa na msumeno na msumari na nyundo, si kitanda iko tayari? Sasa hiyo inahitaji mtu kwenda mpaka Marekani ati kwenda kununua? Hapana. Sisi tumesema hiyo kazi yote itakuwa inatengenezwa hapa Kenya, na vijana mujipange, muendelee na hiyo kazi. Mambo kama mtu anataka kwenda kununua kitanda sijui Marekani, tutamlipisha ushuru, atatoa jasho ndio tupate pesa ya kuendesha biashara ya hawa vijana. Sijui kama tunaelewana watu wa Meru. Tuko pamoja? Tuendelee na hiyo mpango. Sasa hiyo mpango ndio unaona hawa watu wa fujo hawataki tutekeleze hiyo mpango, kwa sababu wanajua Kenya itabadilika na hawatakuwa na watu ya kuwafanyisha maandamano, watakosa vijana ya kutupisha mawe. Ndio mnaona saa hizi wanajaribu kutuletea kisirani. Lakini mimi nataka niwashukuru wa Kenya. Jana na leo wa Kenya wamezungumza kwa sauti moja. Wamesema hawataki vita, hawataki maandamano, hawataki fujo, hawataki kuharibu mali, hawataki kuharibu mali ya umma. Wanataka mambo ya Kenya ijulikane. Kenya ni nchi ya demokrasia, Kenya ni nchi ya amani, na Kenya itazidi kuwa ya umoja, ya kupeleka mambo ya maendeleo mbele. Watu wa Meru, mnakubaliana na sisi ya kwamba tuendelee na amani na tuendelee na umoja wa taifa letu la Kenya? Sisi wote tumekataa mambo ya maandamano.
Si tumekataa fujo. The people of Kenya have spoken loudly with clarity that the people of Kenya don't want violence. The people of Kenya don't want chaos and anarchy. They don't want the destruction of property, whether it is private or public. The people of Kenya have spoken loudly. We are a democratic nation. We are a peaceful country, and nobody is going to have the license to use whatever means, even demonstrations, to cause chaos in the Republic of Kenya. And the police and our security agencies have been firm. They have dealt appropriately with criminals and hooligans and those who want to destroy property, and they have done so professionally. Mimi nataka niwashukuru wale wote, especially viongozi wetu na askari wetu kwa kusimamia ile katiba wamepatiwa na uwezo wa kuhakikisha kwamba mali na maisha ya wananchi iko salama. Na mimi kama rais wa Kenya nitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba mali ya kila mwananchi, maisha ya wananchi wote wa Kenya inashughulikiwa, inalindwa, kwa sababu hiyo ndio katiba ya taifa letu la Kenya. Wale wanataka kulete fujo watakutana na sheria. Wale wanataka kulete ati maafa watakutana na sheria, because we are a country led on the basis of the rule of law, and we are a peaceful nation, and we don't have a spare country. So we cannot sabotage our own economy. We cannot sabotage our own unity and our own peace, because this is the only country we have. Watu wa Meru tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Nirudi hapa na title deeds zingine? Nirudi hapa na mitungi ya maziwa? Nirudi hapa na kazi hiyo ingine ya housing? Ndio tuendelee? Na hii account aggregation pia turudi tukuje tujenge pamoja? Si hivyo ndio Meru itabadilika jameni? Muko chonjo? Muko tayari? Hebu ni wale wanasema tutaendelea pamoja hiyo safari. Basi, kwa sababu ya nafasi ya saa, wacha nichukue nafasi hii sasa nimuite waziri na watu yake wakuje hapa tupatiane hati miliki ya watu wa Bori. Sijui tushuke hapo chini kidogo ndio tuendelee namna hiyo, lakini mimi nawapenda sana watu wa Meru. Murungu abudharime. Mungu awabariki sana na nawapenda sana. Tuko na shule yetu hapa. Huyu mungwana ameniambia kuna shule hapa ya primary na kuna shule ya secondary. Anataka mimi nifanye kitu. So nitakusaidia 5,000,000, utagawia hiyo shule mbili. Utagawia hiyo shule mbili. Asante sana, Mungu awabariki jameni. Dadacha Shukeguyo atafuatwa na Paul Kibaya. Paul Kibaya atafuatwa na Nahashon Mugambi. Tuketi chini. Musa Kimathi. Kwa heshima tuketi tafadhali. Ben Mudhomi Samuel. Angelo Mariba atafuatwa na Gideon Kaburia, atafuatwa na Jane Mboroki atafuatwa na Jeremano Samaki atafuatwa na Solomon Ichunge